But it is crucial that you hear what God wanted you to hear tonight. Did you know that the wrath of God is coming? There is a real day when the skies will be peeled back and every single man and woman who has ever lived will see God and will be judged. Did you know that there is a hell? I don't know if anyone's ever talks to you about hell. But Jesus did. Peter did. Paul did. So why wouldn't we? I'm reading from Romans chapter 2. He says, therefore you have no excuse. Oh man, every one of you who judges. Because when you judge others, you're condemning yourself. We know that the judgment of God falls on those who practice sin. Now listen closely. Do you suppose, oh man, that you will escape the judgment of God? Or are you presuming on God's kindness, not knowing that God's kindness was meant to lead you to repentance? But because of your hard and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself on the day of judgment. Did you hear that? If you don't repent and you presume on God's kindness, you are storing up extra wrath, more fire for the day of judgment. God is very kind, but his kindness is not to be taken advantage of. In Revelation chapter 6, John tells us that when the sixth seal is opened, the kings of the earth, the great ones, the generals, the rich and powerful, the poor, everyone, both slave and free, they began to hide themselves in the caves, in the mountains. And they called to the mountains, fall on us. Hide us from the wrath of the Lamb. Hide us from the face of him who sits on the throne. For the great day of their wrath has come. Who can stand? Did you know that the gentle Lamb of God, he will come one day in the clouds to terrify the earth, and all who have not put their trust in him will fall under his wrath. Listen to Revelation 14. He says, if anyone worships the beast, and that means following the governmental invisible spirits, that means where the devil fills culture. Whoever follows the devil's culture, he will drink the wine of God's wrath, poured full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels, tormented in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment goes up and up forever and ever. And
have no rest day or night. Na hawatakuwa na kupumzika mchana wala usiku. This day is actually going to happen. Hizi siku zinakuja kutendeka. This isn't a fairy tale. Hii si habari ya kutisha tu. This is the word of God. Hili ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Hallelujah. There is a day coming. Kuna siku inakuja When God's anger wakati hasira ya Mungu is poured out against sin. itapika juu ya dhambi. Now don't shake your fist at God for being angry. Usiweke mikono yako juu na kushangilia. Has anyone ever done something evil that made you angry? Kuna mtu amewahi fanya kitu ambacho kimekukasirisha? Have you ever heard a story of someone who did something evil to a child Umewahi sikia hadithi ya mtu ambaye alifanya kitu kibaya kwa mtoto mdogo and it made you angry? na ikakufanya usikie kukasirika? Does God not have the right to be angry? Mungu hana haki ya kukasirika? You are angry against evil because you were made in his image. Unakasirika, anakasirika kwa sababu alikuumba kwa umbo lake. It's actually good to hate evil. Je, ni vizuri kuchukia dhambi? God is angry with sin because he is good. Mungu anachukia dhambi kwa sababu yeye ni mwema. Listen to Revelation 20. Ufunuo 20. This is at the end of all days. Huu ni mwisho wa siku zote. It says the devil who had deceived the nations Nasema shetani ambaye alikuwa amedanganya mataifa was thrown into the lake of fire alirushwa kwenye mto wa moto. Did you know Je, unajua that hell was actually created for the devil? Kuzimu ilitengenezwa kwa sababu ya shetani. I don't know if you guys have this. Sijui kama nyinyi mnajua hii. But in the United States, some people think that the devil is holding a pitchfork. Kule ng'ambo watu wanafikiria shetani ameshikilia torturing people in hell. Akona kitu cha kutesa watu pale kuzimu. Wrong. Uongo. The hell was created for the devil. Kuzimu ilitengenezwa kwa sababu ya shetani. God hates that Satan has deceived his people. Mungu anachukia dhambi. So hell was created to torment the devil and his demons forever. Atengenezwa ili aweze kutesa shetani na mapepo milele. And it says they'll be tormented day and night forever and ever. Watateswa mchana na usiku milele na milele. Now listen to this. Then I saw the great white throne. Basi nikaona mbingu iliyo na utawala weupe. And him who is seated on it. Na yule ambaye ameketi juu yake. From his presence earth and sky fled away. Kutoka kwenye ardhi mbingu ikaondoka. And no place was found for them. Hakuna mahali patikana kwa sababu yao. Can you imagine standing before the one from whom the earth and sky run away? Unaweza fikiria kusimama mbele ya mtu ambaye hata mbingu inamtoroka? And I saw the dead, great and small. Nikaona waliokufa wakubwa na wadogo. Standing before the throne. Wakisimama mbele ya utawala. And books were opened. Na vitabu vikafunguliwa. Did you know that there's a book with your name on it? Je, unajua kuna kitabu kina jina lako? Every human that's ever lived. Kila mtu ambaye amewahi ishi has a book with their name on it. Kuna kitabu ambacho kina jina lako. And do you know what's inside of that? Na unajua nini kiko ndani hicho kitabu? Every single thing you have ever done. Kila kitu ambacho umewahi fanya. Good and bad. Mazuri na mabaya. Things you don't even remember anymore, they're written down. Vitu ambavyo unakumbuka viliandikwa chini. Not only that, but the motivations of your heart. Vitu ambavyo pia vinashawishika na ndani ya moyo wako. It's all written in a book and it's going to be opened in front of God in the presence of everyone. Ya kitabu na vitafunguliwa mbele za Mungu. Mbele ya kila mtu. That the dead were judged by what was written in the book. Na waliokufa watahukumiwa na kile kimeandikwa ndani ya kitabu. God is going to judge you according to the book with your name on it. Mungu atakuhukumu kulingana na kitabu kilicho na jina lako. If that doesn't terrify you, then you have no idea how much he hates sin. Kama hicho hakikutishi, basi haujui jinsi Mungu anavyochukia dhambi. And it says the sea gave up the dead that were in it. Say it again. The sea gave up the dead that were in it. Na mito ikainua waliokufa ndani yake. Death and Hades gave up the dead that were in it. Kuzimu kukainua waliokufa pia ndani yake. And they were judged, each one of them, na wakahukumiwa kila mmoja wao according to what they had done. Kulingana na kile walichokuwa wametenda.
This is the second death. Hiki ni kifo cha mara ya pili. The lake of fire. Bahari ya moto. If anyone's name was not found in the book of life, kama jina la mtu yeyote alikupatikana katika kitabu cha uzima, he's thrown into the lake of fire. Alikuwa narushwa katika bahari ya moto. I'm not mad. Mimi si wazimu. This is God's truth. Hii ni ukweli wa Mungu. I'm not coming up with this. Mimi sijaanzilisha hii. There is a lake of fire. Kuna bahari ya moto. And if your name isn't written in God's book, kama kitabu jina lako limeandikwa kwa kitabu cha Mungu, and you're judged by the book of your life, na umehukumiwa sawa na kitabu cha maisha yako, you'll be thrown into the lake of fire. Utarushwa katika bahari ya moto. You who are walking by, wewe ambaye unatembea ukipita, did you know there's a lake of fire? Je, unajua kuna bahari ya moto? Are you right with God? Je, uko sawa na Mungu? You who can hear me in the fields, wewe unayenisikiliza kule kiwanjani, do you know if your name is written in the book of life? Je, unajua kama jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Listen to Mark chapter 9. Marko mlango wa 9. This is Jesus pleading with you. Huyu ni Yesu akikusihi. He says if your hand causes you to sin, cut it off. Anasema kama mkono wako utakufanya ufanye dhambi, kata mkono huo. It would be better for you to enter life crippled. Ni sawa uingie mbinguni ukiwa wewe ni kiwete, than to go with two hands into hell. Basi kwenda na mikono miwili kule kuzimu. To the unquenchable fire. Kwa moto ambao hauzimiki. Where the worm never dies. Moto ambayo hautawahi kufa. Did you know that in hell when the worms eat your body? Do you know when a body dies? Wakati mwili wako unakufa, the worms begin to eat it. Wadudu wa shambani wanaanza kukula huo mwili. Have you ever seen the worms eating a dead body? Umeona hao wadudu wakikula huo mwili? It is disgusting. Inachukiza zaidi. I have been near dead pigs. Nimeona nguruwe ambao wamekufa. And I saw worms swimming through their flesh. Na nikaona wadudu wakitembea ndani ya nyama zake. The smell was so putrid, I ran. Harufu hiyo ilikuwa mbaya sana, nikatoroka. I ran like a little girl. Nilitoroka kama mtoto mdogo. I had never smelled anything so terrible in my life. Sikuwa nimeisikia harufu mbaya katika maisha yangu. In hell, the worm is never satisfied with your flesh. Pale kuzimu wadudu hao watosheki na mwili wako. It feasts on you day and night forever and ever. Inakukula mchana na usiku kila siku, milele na milele. And never dies. Na ikufi. I'm not trying to scare you. Mimi sijaribu kukuogofya. This is God's warning. Hili ni onyo la Mungu. Did you know that our precious God wants you to know about hell? Mungu wetu mpendwa anataka ujue kuhusu kuzimu. Jesus continues, if your foot causes you to sin. Yesu anaendelea kusema kama chakula kitakufanya ufanye dhambi, cut it off. Wachana nayo. It would be better to enter life with one foot. Kama Mungu afadhali uingie mbinguni na mguu mmoja than to walk with 2 feet into the lake of fire. Kuliko kutembea na miguu miwili kuelekea motoni. Where the worm never dies. Wadudu hawakufi. Where the fire is never put out. Mahali ambapo moto hauzimiki. Jesus continues. Yesu anaendelea. If your eye causes you to sin. Kama jicho lako litakufanya ufanye dhambi. Some of you, your eye has caused you to sin. Wengine wetu macho yetu yametusababisha tufanye dhambi. I'm not afraid to talk about pornography. Mimi sina uoga kuzungumza kuhusu dhambi ya ngono. You know, I've learned that, and I don't say this to shame you. Sisemi hili kukuaibisha. But many of you are so trapped in shame. Lakini wengine wetu tumeingia katika aibu. You're afraid to talk about this. Unaogopa kuzungumza kuhusu ngono. But Jesus isn't. Lakini Yesu alisema. So neither am I. Kwa nini mimi nisiseme? He said if your eye causes you to sin. Anasema kama jicho lako litakufanya tear dhambi, it out and throw it away. Liondoe na ulitupe. It would be better for you to enter heaven with one eye. Afadhali uingie mbinguni na jicho moja. Than to be tossed into the lake of fire. Kuliko kurushwa kwenye bahari la moto. If you were to cut off your hand today, kama utaondoa mkono wako mmoja, it wouldn't change your heart. Haitabadilisha moyo wako. Jesus isn't telling you to cut off your physical hand. Yesu anakuambia ukate mikono yako ya kikawaida. But he's telling you that sin is so serious. Anakuambia dhambi ya ndani sana. If you realize the
gravity of the hellfire, Ukielewa uzito wa moto, you would seek every way possible to get free from sin. utatafuta kila njia ya kuondokea dhambi. He who sins is a slave to sin. Yeyote afanyaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. But whom the Son sets free Lakini yule mwana amemweka huru, is free indeed. anakuwa huru kweli kweli. You know, the Son can set you free from sin. Mwana wa Mungu anaweza kukuweka huru kutoka kwa dhambi. But I'm not done talking about hell yet. Lakini sijamaliza kuzungumza kuhusu kuzimu. So my friends, who goes to hell? Nani anaenda kuzimu? Who goes there? Ni nani anaenda kuzimu? Listen to what Jesus says. Sikiliza vile Yesu alisema. He said, enter through the narrow gate. Alisema pita kwenye njia nyembamba, For the gate is wide, kwa sababu lango limefunguliwa wazi, and the path is easy, na njia ni rahisi that leads to destruction. ambayo inaelekeza katika uharibifu. And those walking on that path Na wao wanaotembea katika lango lile are many. ni wengi. Say many. Sema wengi. Wengi. Sema wengi. For the gate is narrow, Kwa sababu lango ni nyembamba, and the way is hard that leads to life. na njia hii inaelekeza kwenye uzima. And those who find it are few. Na wale ambao wanapita pale ni wachache. Few. Wachache. Say wachache. 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 Few people will find the path of life. Watu wachache watapata njia ya uzima. How can that be possible when 80% of Kenya is Christian? Itakuwezekanaje 80% ni Wakristo? It's because 80% of Kenya is not Ni Christian. kwa sababu 80% Wakristo. 80% of Kenya says they're Christian. 80% ya Wakenya wanasema ni Wakristo. I'm going to continue. Jesus says, Yesu anasema, beware of false Christians mnafaa mjue Wakristo who waongo. come to you dressed as sheep, Wanakuja wamevalia kama kondoo, but inwardly are ravenous wolves. lakini ndani yao ni wanyama wenye tamaa. He said you will recognize them by their fruit. Wanasema utawatambua kwa matunda yao. Jesus asks you, are grapes gathered from thorn bushes? Yesu anauliza, matunda mazuri yanatokana kwa miti mibaya? Do you gather figs out of thistles? Je, unaweza pata matunda mazuri kutokana na uchafu? No is the answer. Hapana. Every good tree Kila mti mzuri bears good fruit. unazaa matunda mazuri. The diseased tree bears bad fruit. Mti mbaya unazaa matunda mabaya. A good tree cannot bear bad fruit. Mti mzuri hauwezi zaa matunda mabaya. If you wanted an orange, Kama unataka tunda la chungwa, would you go to an apple tree looking for je, oranges? unaweza enda kwa mti wa apple kutafuta machungwa? You'll never find it. Huwezi pata. Every tree that does not bear good fruit Mti wowote usiozaa matunda mazuri is cut down and thrown into the fire. unakatwa na kurushwa kwenye moto. Okay, pay attention. Sikiliza. Jesus says, not everyone who says to me, Lord, Lord, Yesu anasema si kila mtu anayesema kwangu Bwana Bwana, not every one of them will enter the kingdom. hakuna mmoja wao atakayeingia mfalme. So then who's going to enter the kingdom? Ni nani atakayeingia katika It's ufalme? not those who say they're Christians, Si wale waliosema wao ni Wakristo, but the one who does the will of my Father. lakini ni wale wanaotenda mapenzi ya Baba yangu. Are you doing the will of the Je, Father? unafanya mapenzi ya Baba? Then you will knock on the gates of heaven. Basi utaingia kwenye lango la mbinguni. And if you aren't doing his will, Kama unafanya mapenzi yake, you will hear these words. utasikia hili neno, I never knew you. sikuwahi kukujua. Depart from me, you workers of lawlessness. Ondoka kwenye lango, wewe mtu wa uovu. And Jesus says, they'll begin to say, but wait, Watasema, Bwana ngoja, you must be wrong. lazima labda umekosea. I went to church. Nilienda kanisani. I heard crusade gospel messages. Nilisikia ujumbe wa crusade. He'll say, I never knew you. Atasema, mimi sikuwahi kukujua. You never obeyed me. Haukuwahi nitii. Listen to Matthew chapter 13. Mathayo 13.
Jesus taught this parable. Yesu akatoa fumbo hili. The kingdom of heaven can be compared to a man who sowed good seed in his field. Ufalme wa mbinguni unaweza linganishwa na mtu aliyopanda mbegu nzuri kwenye shamba lake. But while his workers were sleeping, lakini wakati wafanyikazi walikuwa wanalala, his enemy came and threw seeds of weeds. Adui wakaja wakapanda magugu and ran away. na wakatoroka. So when the plants came up and bore grain, wakati mimea ilianza kumea, the weeds also appeared. Magugu pia yalikuwa yanatokelezea. And they said to him, Master, didn't you sow good seed? Wakamweleza Bwana, je, hukupanda mbegu nzuri peke yake? Why are there weeds in your field? Mbona kuna magugu ndani ya shamba lako? And the master said, an enemy has done this. Na Bwana akasema ni adui amefanya hili. And the servant said, well, do you want us to go and gather? Watumishi wakasema tunaweza enda tuanze kung'oa. He said, no, if you pull the weeds now, akasema hapana, mkianza kung'oa hizo magugu, you'll root up the weed along with it. Mtang'oa pia hata zile mimea mizuri. Let the weeds and the wheat grow next to each other. Wacha magugu na mimea mizuri zimee pamoja until the harvest. Hadi siku ya mavuno. And then I will tell the reapers, alafu nitasema, gather the weeds first, bind them into bundles to be burned. Ng'oa magugu mfungashe kuchomeka. And then gather the wheat into my barn. Na muvune matunda yaliyo mazuri. Now maybe like you, labda kwako, the disciples were confused by this parable. Wanafunzi walichanganyikiwa na mafumbo haya. They said, Jesus, please explain this parable. Wakasema, Yesu tafadhali tuelezee zaidi. He says the one who sows the good seed, anasema yeyote anayepanda mbegu nzuri, is the Son of Man. Ni mwana wa Adamu. And the field is the world. Na the field is the world. Na wa shamba ni ulimwengu. The good seed are the sons of God's kingdom. Mbegu nzuri ni wana wa ufalme wa Mungu. The weeds are the sons of the evil one. Na magugu ni wana wa adui. And the enemy who sowed them is the devil. Na adui aliyepanda ni shetani. The harvest is the end of the age. Matokeo yake ni mwisho wa umri. The reapers are the angels. Matunda mbele ya malaika. Listen closely. Sikiliza. Just as the weeds are gathered and burned in the fire, kama vile magugu yamekusanyika na kuchomwa kwenye moto, so it will be at the end of the age. Hivyo ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dahari. The Son of Man will send his angels. Mwana wa Adamu atatuma malaika wake, and they will pick out of his kingdom all causes of sin. Watakusanya kutoka kwenye ufalme vitu vyote vinavyosababisha dhambi. They will weed out all of the lawbreakers. Watang'oa wote wanaovunja sheria, and throw them into the fiery furnace. Na watawatusha kwenye moto. In that place there will be weeping. Katika hiyo mahali kutakuwa na kulia. There will be gnashing of teeth. Kutakuwa na kusaga meno. Then the righteous will shine like the sun. Na watakatifu watang'aa kama jua. In the kingdom of their Father. Na katika ufalme wa baba yao. He who has ears, let him hear. Aliye na masikio wacha asikie. Do you want to shine like the sun in the kingdom of your Father? Unataka kama jua katika ufalme wa baba yako? Did you know that Jesus is going to pick weeds out of the church? Je, unajua Yesu anaenda kung'oa magugu kutoka kwa kanisa? There are a lot of weeds in God's church. Kuna magugu mengi katika kanisa la Kristo. People who claim to know God, watu ambao wanajifanya kumjua Mungu, but deny him with their lives. Lakini wanakomkataa na maisha yao. You can fool your friends. Unadanganya wanafiki zako, but you will not fool the Son of Man. Lakini hautamdanganya mwana wa Adamu. Today is the day of repentance. Leo ni siku ya kutubu. But Jesus told another parable. So akasema fumbo lingine. He says again, the kingdom of heaven, anasema tena ufalme wa mbinguni, it's like a net that was thrown into the sea. Umefananishwa na neti iliyotumbukizwa ndani ya bahari. And it was to gather fish of every kind. Na itakusanya samaki wa kila aina. When it was full, wakati imejaa, men drew it ashore and sat down. Watu watafuta nje na chini. They put good fish into containers. Wanachukua samaki nzuri wakiweka kando. And they put bad fish into other containers. Na wanaweka samaki wabaya kwa vikapu vingine. So it will be at the end of the age. Hivyo ndivyo itakavyokuwa hata mwisho wa dahari. The angels will come out and separate. Malaika watakuja na kutenganisha. They will separate evil from righteous. Watatenganisha uovu kutoka kwa mambo mazuri. They will take the evil people. Watachukua watu waovu and throw them into a fiery furnace. Na warushe kwenye moto wa milele.
milele. Jesus tells you, Yesu anakwambia in that place there will be weeping katika hapo mahali kutakuwa na and kulia gnashing of na teeth. kusaga meno. I want you to think about this sobering fact. Nataka ufikirie kuhusu hili. According to Jesus' math, Kulingana na Yesu, most of the people here watu wengi walioko mahali hapa aren't going to make it in. wanaenda kuingia. Look around. Tazama, Look around at the people everywhere. tazama kila mtu kila mahali. Jesus said many will go to hell, Yesu alisema wengi wataenda but kuzimu few will choose life. na wachache watachagua uzima. There are people walking by right now Kuna watu ambao wanatembea who sasa, will be weeping, watakuwa wanalia, saying, oh, that I had turned and listened. wanasema mbona sikusimama na Oh, nisikilize? that I hadn't ignored the voice of Kwa God. nini nilidharau sauti ya Mungu? Please, Tafadhali, please give me a second chance. tafadhali nipatie nafasi ya pili. But there will be none to hear their cry. Lakini hakutakuwepo kusikia kilio chao. No one will answer. Hakuna mtu atawajibu. Today is the day of salvation. Leo ni siku ya wokovu. Today is the day the Lord has made. Leo ni siku ambayo Bwana ameifanya. Today is the day for you to hear His word. Leo ni siku yako ya kusikia hili neno. Tomorrow is not promised you. Kesho si hakika kwako. Jesus said many will go to hell, Yesu anasema wengi wataenda kuzimu, but few will go to heaven. lakini wachache wataingia mbinguni. Jesus says another parable. Yesu anasema fumbo lingine. I'm going to paraphrase it. Nitaliweka kwa ufupi. Jesus says at the end of all days, Yesu anasema mwisho wa siku zote all nations will be gathered before His throne. mataifa yote yatakusanyika mbele zake, And He will separate the people one by one. na atatenganisha watu mmoja kwa mwingine. He will say, you go stand over here, Atasema wewe simama pande hii and you go stand over na wewe here. simama pande hii He ingine. said He will separate the sheep from the goat. Atasema atatenganisha kondoo kutoka kwa mbuzi. Then the king will say to those on his right, Na Bwana atasema kwa wale walio katika mkono wa to kulia, the sheep, kondoo, come you who are blessed by my Father. njooni enyi mliobarikiwa na Baba yangu, Inherit the kingdom prepared for njooni you mrithi ufalme ambao mmeandaliwa from the foundations of the world. kutoka kwa misingi ya ulimwengu. This is not heaven. Si mbinguni. Stop trying to make heaven on earth. Wacha kutengeneza mbingu hapa duniani. Jesus said that the way to life is hard. Yesu alisema maisha kwenda kwenye uzima, If the author of our salvation lived homeless kama mtu mwanzilishi wa imani aliishi pasipokuwa na nyumba and suffered, na akateseka, why are you trying to make it easy? kwa nini unawifanya kuwa rahisi? But don't worry, Usijali, the Father has a kingdom planned. Baba ako na ufalme ambao A ameandaa. glorious city Utukufu, mji ulio na utukufu, where there's no hunger, mahali hakuna njaa, there's no pain, hakuna uchungu, there's no sin. hakuna dhambi. And then He will say to them, Basi atawaambia, when I was hungry, you fed me. wakati nilikuwa na njaa When I was mlinilisha, thirsty, you gave me a wakati drink. nilikuwa na kiu mlinipa maji, When I was a stranger, you welcomed me in. wakati nilikuwa mgeni mlinialika, When I was naked, you clothed me. wakati nilikuwa uchi mlinivisha, When I, Jesus, was sick, you visited me. wakati mimi Yesu nilikuwa mgonjwa mlinitembelea, When I was in prison, you had compassion wakati on me. nilikuwa jela mlinihurumia. And the righteous will answer him, Lord, when did we see Na you? watakatifu watajibu waseme, Bwana, tulikuona lini? And He said, whenever you did it to one of the least of these, Akasema na chochote mlifanyia watu hao wachache, you did it for me. mlinifanyia mimi. Did you know that your good deeds are also being written down in the Je, book? unajua matendo yako mazuri pia yanaandikwa kwenye kitabu? The book with your name. God will remember every good thing you've ever done. Kitabu ambacho kina jina lako, Mungu atakumbuka matendo yako mazuri. But there's a problem. Lakini kuna shida. If you were to murder somebody Ulikuwa unapanga kumuua mtu and then you donated money to an orphanage, na ukachukua pesa ukapeleka kwenye mahali watoto wanaishi waliofiwa, should the judge let you go from your murder? Should the judge let you go from your murder? Mungu, Should the police officer let you go from your polisi murder? wanafaa wakuachilie uende hivyo? No. Hapana. Good deeds don't pay for bad deeds. Matendo mazuri hayalipii matendo mabaya. I'm going to continue. Aha. Then
Then Jesus will say to those on his left, Na Yesu atawaambia wale walio katika mkono wa kushoto, depart from me, you cursed. ondokeni kwangu. Jesus is going to say that. Yesu anaweza sema hivyo. He's going to say it to some of you here. Ataeleza wengine wetu hapa. Oh my goodness. Oh my. Some of you here are going to hear those words. Wale walioko hapa wanaosikia haya, Oh, that you would listen. afadhali ungesikiliza. Some of you walking by right now in Wengine peace. wetu wanatembea tu hapa, One day you're going to hear the words of Jesus. siku moja utasikia maneno ya Yesu. And he's going to say, depart from me, you Utasema cursed, niondokee wewe mtu, into the eternal na fire uende katika moto wa milele that was prepared for the devil and his ambao angels. uliandaliwa shetani na maajenti wake, And these will go away into eternal punishment, na hao wataenda katika ghadhabu ya milele, but the righteous into eternal life. lakini watakatifu katika uzima wa milele. Is this not important? Je, hii ni ya muhimu? Tell me, is this message from Jesus not important? Huu ujumbe wa kutoka kwa Yesu si wa muhimu? Then how come you're not talking about it in church? Na kwa nini haumzungumziki pale kanisani? Don't be ashamed of Jesus' words. Usikuwe na aibu na neno la Mungu. I'm not here to shame anybody. Siku hapa kumwaibisha mtu yeyote. I'm begging you to preach the entire counsel of God's word. Ninakusihi mhubiri neno la Mungu yote. Because when you leave these parts out, Lakini ukiacha hizi sehemu, you're being held responsible for some of those that are going to hell. utajukumika kwa wale ambao wanaenda kuzimu. They'll go to hell for their own deeds. Wataenda kuzimu kwa matendo yao mabaya, But the Lord will require their blood at your hand. lakini Bwana ataweka damu yao juu yako. Preach the whole word of God. Hubiri neno kamili la Mungu. Jesus told another parable. Yesu akasema fumbo lingine. He said the kingdom of heaven can be compared to a king Akasema ufalme wa mbinguni unaweza fananishwa na mfalme who gave a wedding feast for his son. ambaye aliweka sherehe ya watoto wake harusi, And he sent his servants to call out those who were invited, na akatuma mtumishi kwenda kuita wale walioalikwa, but they would not come. lakini hawakukuja. This makes me very sad. Hii inanifanya nikuwe na huzuni mno. Right now we're handing out invitations to the wedding Sasa feast, tunapeana makaratasi ya kuwaalika katika siku ya harusi, but so many aren't interested. lakini wengine wengi hawana haja. Jesus wasn't shocked by that. Yesu hakujalishwa na hilo. He told us that would happen, Atasema kile kilitendeka. but it gets worse. It gets worse. Inaendelea kukuwa mbaya zaidi. So he sent more servants. Akatuma watumishi wengine. The Father sent us. Baba ametutuma Us from the United States sisi today. kutoka pale Marekani. He's so kind, he sent you more servants. Yeye ni mwaminifu, ametuma watumishi Saying, zaidi. come to the wedding feast. Anasema njooni katika sherehe ya harusi. But they paid no attention to him. Lakini hawakusikiliza. And they went off. Kila mtu akaenda zake. Some went to his farm. Wengine wakaenda shambani, Another went to his business. wengine wakaenda kwa biashara zao. Is that not sad? Hiyo si ya huzuni? A great king sent out wedding invitations. Mfalme mkubwa ametuma mwaliko wa harusi. In the Gospel of Luke, Katika kitabu cha Luka he says it a little different. anasema tofauti. He says that one person said, Lord, please have me excused. I have to take care of my field. Mtu mmoja akasema, tafadhali utaniruhusu niende niangalie shamba langu. He was very polite to the Alikuwa king. mwaminifu kwa mfalme. Another said, please have me excused. I just got married. Mwingine akasema, tafadhali utaniwia radhi, nimeoa tu hivi karibuni. Another person said, please have me excused. I have cows to take care of. Mwingine akasema, tafadhali utaniwia radhi, niko na ng'ombe wa kuchunga. How dare you politely refuse the king? Je, tutakataaje mfalme kwa unyenyekevu? If the prime minister of this country came and said, will you come for breakfast to my house? Kama kiongozi wa nchi anaweza kuja na sema unaweza kuja kwa kiamsha kinywa kwa nyumba yangu, Would you say, oh, please excuse me, I'm busy? je, utamwambia niruhusu, mimi nina kazi nyingine? Absolutely not. Hapana, hapana. And that's
with a corrupt government. Na hiyo ni serikali ambayo imejaa ufisadi. How much more the King of Kings? Je, zaidi gani mfalme wa wafalme? But it gets worse. Lakini inakuwa mbaya zaidi. It said some began to seize the servants. Wengine wao wakaanza kuwakataa watumishi na kuwapiga. Some of the people in this world, watu wengi katika ulimwengu huu, they're going to seize me and beat me one wanaweza day. nishika na wanipige. I know they will. Ninajua vizuri. Because there's a hatred for the truth. Lakini kwa sababu uongo wa ukweli, they treated them shamefully. Wakawafanya wakawatia aibu. And they killed God's servants. Na wakaua watumishi wa Mungu. Guess what? I love you so much that you can kill me if you want to. Nakupenda sana, kama unaweza niua ni sawa. I didn't come here to be comfortable. Sikukuja hapa nikae vizuri. I have a nice house back home. Niko na nyumba nzuri pale nyumbani. I have 6 beautiful kids. Niko na watoto 6 warembo. I eat very well. Ninakula vizuri. I came here to tell you something. Nilikuja hapa nikuambie kitu. Even if it costs me my life. Hata kama itanigharimu maisha yangu. I need to pause from my notes. Nafaa kupitia kwa maandiko. And I need to tell you something. Nafaa nikuambie kitu. There are some men over there in a tent. Kuna watu pale chini kwenye hema. Now I don't hate these men. I love them so much. Lakini siwachukii na wapenda sana. But I am telling you, they are passing out false information. Lakini nakueleza wanapitisha habari za uongo. Islam is a false religion. Islamic ni ufunzo wa dini ya kiuongo. Muhammad is a false prophet. Muhammad si nabii wa kweli. I'm not angry. Mimi siogopi. You can be angry at me if you want. Mimi sina hasira. But Muhammad is a liar. Lakini Muhammad ni muongo. If you're in this park today, kama uko hapa and you picked up a white flyer from the men in white hats, na umevalia kofia nyeupe, it is deceptive information. Ni uongo. It is false. Ni uongo. And they are going to be held accountable for what they gave you here today. Hesabu ya maisha wakati wamekuja hapa leo. Some of the servants watumishi wengine will be killed watauawa because people aren't happy with that kind of message. Kwa sababu watu hawapendi ujumbe kama huo. Do you want to know the difference between what Muhammad taught and what Jesus taught? Unajua tofauti kati ya kile Muhammad alifanya na Yesu alifanya? Muhammad taught to kill people that don't believe. Muhammad alijaribu kuwa watu ambao Jesus taught us to die for those who don't believe. Na Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya watu ambao hawaamini. It's the exact opposite. Ni tofauti kabisa. So be warned. Wewe pokea onyo. Muhammad lied to you. Muhammad alikudanganya. I'm not mad at you. Mimi sisemi uongo. Jesus loves you so much that I'm risking my life to tell you that. Yesu anakupenda zaidi, ndio maana ninahatarisha maisha yangu nikwambie ukweli. Now listen. Sikiliza. It says the king was angry. Akasema kiongozi akakawa amekasirika. The king was angry. Mfalme akakasirika. Did you know that while God is happy, je, unajua wakati Mungu ako na furaha, he is also very angry. Na pia yeye hukasirika zaidi. Of course we want to know about God's happiness. Tunajua kwamba wakati Mungu anafurahi. But are you willing to know about his everlasting anger? Je, unataka kujua pia kuhusu hasira yake ya milele? So the king was angry. Mfalme akakasirika. He sent his troops and destroyed the murderers. Akatuma jeshi lake likawaharibu. He burned their city with fire. Akachoma mji wao na moto. And then he said to his servants, akaambia watumishi wake, my wedding feast is ready. Sherehe yangu iko tayari. But those who I invited were not worthy. Lakini wale ambao walikuwa wamealikwa hawakuwa wanastahili. So go therefore to the main roads. Basi nendeni pale barabarani. Invite to the wedding feast as many as you can find. Mwalike wale wote mtakao wapata. I don't care if they're bad or good. Sijali kama watakuwa wazuri ama wabaya. The crippled and the blind. Walio viwete na vipofu. And the poor, bring them in. Walio maskini waleteni kwangu. So the wedding hall was filled with guests. Basi nyumba ya harusi ilikuwa imejaa na watu. But when the king came to look at the guests, lakini wakati mfalme alikuja kutazama watu, he saw there a man that had no wedding garment. Kwa aliona watu ambao hawakuwa na vazi la harusi. He said, friend, how did you get in here without a wedding garment? Akasema, rafiki, uliingiaje hapa pasipo na vazi la harusi? The man was speechless. Mtu huyu alikosa usemi. Oh my friends, marafiki zangu, I don't want that to be you.
unafikiria inaweza kukuwa ni wewe. Some of you are going to be speechless before the king. Wengine wetu tutakosa usemi mbele ya mfalme. He's going to say, how did you get in here without righteousness? Atasema ulikujaje hapa pasipo utakatifu? And you'll be speechless. Utakosa cha kusema. Well, my pastor told me I was saved. Mchungaji wangu aliniambia nimeokoka. My pastor told me I knew God. Pastor wangu aliniambia namjua Mungu. My parents are Christians. Wazazi wangu walikuwa Wakristo. But the king said to the attendants, lakini mfalme akawaambia waliofika, bind him hand and foot and cast him into outer darkness. Funga mikono yake na umrushe kwenye giza. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Mahali hapo kutakuwa na kulia na meno. Many are called, wengi wameitwa, but few are chosen. Lakini wachache wameteuliwa. One more parable. Fumbo la mwisho. Are you listening? Je, mnasikiliza? Can you hear the voice of God today? Unaweza sikia sauti ya Bwana leo? Can you hear the voice of a God who is pleading with you? Unaweza sikia sauti ya Mungu anayekusihi? Turn to your neighbor and say, God is talking. Guza jirani yako mwambie Mungu anazungumza. In Luke chapter 13, Luka mlango wa 13, Jesus went through towns and villages, Yesu alienda katika miji na mitaa, teaching as he journeyed toward Jerusalem. Akifunza akielekea Yerusalemu. And someone looking around at the crowds, na mtu ambaye alitazama umati, look around with me again. Tazama tena. Soak it in. Tazama. There's people playing football. Kuna watu wanacheza mpira. Not even aware. Hata hawana habari. There's people walking by. Kuna watu wanatembea. This someone, he looked around and he said, Lord, mtu akatazama akasema, Bwana, will those who are saved be few? Kuna wale ambao je, wale wameokoka watajazwa? Do you think that Jesus' answer that he's about to give is true? Unajua jibu ambalo Yesu anataka kupeana ni kweli? Did you hear the question? Je, ulisikia swali? Will those who are saved be few? Wale ambao wameokoka watakuwa wachache? This is what Jesus said. Hivi ndivyo Yesu alisema. Strive, ng'ang'ana to enter through the narrow door. Upite katika lile lango ambalo ni dogo, nyembamba. For many, I tell you. Kwa sababu wengi ninakwambia. Say wengi. Wengi. Many, I tell you, will seek to enter. Wengi watang'ang'ana kuingia, but they won't be able. Lakini hawataweza. Some of you are trying to enter life. Wengine wetu tunajaribu kuingia katika maisha, but you're just not fitting through. Lakini hatutoshei. Did you know that God didn't make the door hard? Unajua ni kwa nini Mungu alifanya mlango kuwe mgumu? Because he didn't want you to be saved. Ama hakutaka uokoke. The door is so narrow. Mlango ni mdogo zaidi. The only thing that can fit through is your soul. Kile ambacho kinaweza tosha tu ni wewe binafsi. And anyone trying to carry their sins through the door, na kila mtu anayejaribu kubeba dhambi zake kwa huo mlango, their riches, utajiri wao, their ambitions, tamaa zao, they're saying, why can't I taste life? I'm not fitting through. Kwa nini nisijaribu maisha, sitoshei? I go to church every week, but I'm not fitting into life. Nenda kanisani kila juma lakini sitoshei kwenye lango. I go to church every week, but I still feel empty. Ninaenda kwa kanisa kila wakati lakini najihisi niko tupu. Lay down your burden so you can fit through. Weka mizigo yako chini ili ukaweze kutoshea. And then Jesus again lays out this warning. Yesu akatoa onyo lingine. Once the master of the house has risen and shut the door, wakati bwana mwenye nyumba ameinuka na kufunga lango, you're going to begin to knock outside. Utaanza kubisha ukiwa pale nje. Please let me in. Tafadhali niruhusu niingie. Lord, open the door. Bwana fungua mlango. I wasn't a Muslim. Nilikuwa Muislamu. I wasn't an atheist. Sikukuwa atheist. I went to church. Nilienda kanisani. And he said, I do not know where you come from. Utasema sijui mahali utokako. And you'll say, but we ate and drank with you. Lakini utasema tulikula na kukunywa pamoja nawe. You taught us in our streets. Ulituambia pale mtaani. But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Anasema sijui umetoka wapi. Depart from me, all you workers of evil. Ondoka mbele zangu wewe mtenda dhambi. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Hapo mahali kutakuwa kulia na kusaga meno.
Some of you are going to be that person. Wengine wenu mtakuwa aina ya mtu yule. I don't want that for you. I really don't. Lakini sitaki hilo likue kwako. But some of you are going to knock. Wengine wetu watabisha. And he's going to say, who are you? Atasema wewe ni nani? And you're going to say, well, I was at the crusade. Wengine watasema nilikuwa pale kwenye crusade. I felt something. Nilihisi kitu. And he's going to look at your life and say, but what did you do? Atatazama maisha yako na ulize wewe ulifanya nini? You got busy again. Uliingia kwenye shughuli tena. Too busy to come to my feast I made for you. Ulikuwa na shughuli nyingi, haukukuja kwenye sherehe nilikuandalia. How are so few saved? How is it that so few are saved? Ni kwa nini wachache wameokoka when so many claim to know God? Wakati wengine wengi wanajidai